wameshapata bao nyumbani, lakini ni kama imeisha. Lakini ukija kwenye uhalisia mpira huwa hauko hivyo. Yani hata kama umepata goli la ugenini ama nyumbani, inamaanisha kwamba mpinzani wako lazima ajiandae mara mbili zaidi yako, kwa sababu yeye tayari yuko nyuma bao moja. Sasa nini ambacho nataka kuzungumza? Nachotaka kuzungumza ni kwamba still Simba wanaenda kukutana na upinzani mkubwa zaidi pengine kuliko hata ule ambao walikutana nao pale Aman Stadium Zanzibar. Ndio. Nasema hivyo kwa sababu mara nyingi huwa kufuatilia sana hawa South na kufuatilia sana Stellenbosch pamoja na timu nyingine nyingi, hususan kwenye yale mashindano yao ya ndani. Stellenbosch mchezo wa Aman Complex hawakucheza vizuri, yani walicheza vibaya kuliko siku zote pengine ambazo nimewashuhudia. Kuna siku pia waliwahi cheza vibaya, walikuwa ni Zamalek, ule mchezo wa pale nyumbani Durban walicheza vibaya sana, lakini pia ule mchezo ambao walipoteza mabao 5 dhidi ya Renaissance Sportif de Bekane walicheza vibaya sana. Kwa hiyo naamini kwa sababu hii ni nafasi yao ya mwisho ama siku yao ya mwisho ya kutupa karata ya mwisho ya maamuzi, watacheza vizuri. Sasa nategemea mabadiliko kidogo kwenye kile kikosi ambacho kilianza Aman Stadium pale Zanzibar. Nategemea mwalimu Steve Barker akimrejesha golini Serge Stephens, lakini vile vile nategemea kukiwa kuna mabadiliko kule mbele, kwa maana ya Ashley Kupido akichukua nafasi ya Ibrahim Jabbar, kwa sababu mmoja kati ya wachezaji ambao mimi binafsi ni disappoint siku ile alikuwa ni Ibrahim Jabbar pamoja na Divine Titus. Wote walicheza under performance, walionyesha kiwango fulani cha kawaida sana, tofauti na vile ambavyo nilikuwa nimewazoea. Kwa hiyo nategemea kwamba Steve Barker atafanya mabadiliko kwenye eneo la juu, yani ile partnership ya Andre de Jong na Ashley Kupido itarejea mara baada ya kukosekana kwenye mchezo uliopita dhidi ya Simba pale Aman Stadium, Aman Complex pale Zanzibar. Lakini kingine nategemea kuona Stellenbosch wakishambulia zaidi kupitia maeneo ya pembeni. Siku ile ulikuwa unaona wanamtumia Godswill Enyinaya pamoja na Fawaz Basadien kwa maana pande zote mbili, kulia na kushoto, lakini hawakufanikiwa chochote. Ni kwa sababu walikosa support muhimu kutoka kwa Lesiba Mkuu. Lakini kuongezeka kwa Ashley Kupido kutafanya ile 4-4-2 ya Steve Barker ikamilike. Lakini cha kuongeza zaidi, Stellenbosch huwa wana makosa madogo kwenye lile eneo la chini anakocheza Tabo Brandon Moloisane pamoja na Ismail Olivier Toure. Kwa hiyo kama watarekebisha afu wataboresha masuala fulani kule mbele, naona wakifanya vizuri. Lakini Simba wafanye nini sasa? Kwa sababu Stellenbosch watakuwa wanashambulia sana, basi Simba watumia advantage ya counter attacks. Bahati nzuri wana faida ya kuwa na Eli Mpanzu Kibisa wala ambaye ni mzuri kwenye swala zima la speed, lakini pia kupiga mashuti pamoja na kupiga zile penetration pass. Kwa vile vile Kibu Prosper Dennis ana uimara wa namna hiyo kumsumbua mpinzani. Kwa hiyo nategemea Simba Sports Club watatumia zaidi counter attacks kuliko mashambulizi yale ya moja kwa moja. Na kiufupi, ili Simba wafanikiwe zaidi wanatakiwa kuhakikisha kipindi cha kwanza hawaruhusu bao. Stellenbosch huwa ni wabaya sana kwenye dakika 45 za pili, huwa ni wabaya kweli kweli, na mabao yao mengi huwa wanafunga kipindi cha pili. Tutazungumza zaidi hapo kesho, nadhani kutokana na muda tuishie hapo kwamba inawezekana Stellenbosch wakaja kwa surprise Simba, tofauti na Simba ambao wanafikiri, japo Simba wana nafasi ya kwenda tu finali.